Matendo ya Mitume 12. Matendo ya Mitume 12. Tutasoma hapa mpaka aya 11. Waliofika kwa sana. Waliofika kwa sana. Amina. Maandiko matakatifu yanasomeka kama ifuatavyo. Panapo majira yale, Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamua Yakobo ndugu yake na Yohana upanga, akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa ni siku za mikate isiyotiwa chachu. Isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne umlinde, akitaka baada ya Pasaka kutoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Akampiga Petro bavuni, akamwamsha akisema, ondoka pesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo,
kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma kuingilia mjini ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje wakapita katika njia moja, mara malaika wa Bwana akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua kuwa Bwana amempeleka malaika wake kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamiwa kote kwa taifa la Wayahudi. Mwisho kusoma. Somo letu jioni leo lina kichwa cha somo kinachosema atatuma malaika ili baraka hizi zikuijie. Narudia tena, atakutumia malaika. Amina. Ili baraka hizi zikuijie. Amina. Jamani, atatuma malaika. Amina. Ili baraka hizi zikuijie. Amina. Tuombe. Baba, asante uko unatupa tena nafasi nyingine jioni ya leo kutafakari kuwa tenda mapenzi yako. Tukusifu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Wiki hii nimejadili sana habari ya fedha. Naomba jioni ya leo niwapeleke tena katika biashara ya uzima wa milele. Amina. Kwa hiyo kwa kuwa ninashughulika na kusimamia utume wa kanisa kwa conference hii, ninagundua ya kwamba siwezi kumaliza wiki hii ya uwakili hapa bila kuzungumza utume. Leo nazungumza utume katika biashara ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni kanisa la wali, linaitwa kanisa la mitume. Ukisoma habari zake utagundua linaanza katika hali duni sana, katika umaskini. Ni kanisa changa kiutendaji. Kipiga mahesabu vizuri utagundua halikuwa limefikisha hata miezi mitatu, kwa miezi miwili peke yake. Maana ya kwamba tangu Yesu afufuke akakaa nao kwa muda wa siku 40, hatimaye akapaa mbinguni, wakakaa siku 10 gorofani. Ndipo siku ya 50, kwa maana ya Pentecost, Roho Mtakatifu akaja juu yao. Wewe ukitazama ni kanisa la kawaida, halikuwa na majengo mazuri kama hili jengo la kanisa hili zuri la Ilingo lenye meza nayo. Lakini kanisa hili lilikuwa likisali nyumba kwa nyumba, familia kwa familia, na mji kwa mji. Hata uhubiri wake hawakuwa na mavazi mazuri kama tunayovaa, suti nzuri kama tunazovaa siku hizi.
Lakini hata hivyo walikuwa wamemvaa Roho Mtakatifu na Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ilikuwa ni kanisa duni, lakini Biblia inasema katika uduni wake likavifanya vitu vyote kuwa shirika. Hakuna aliyesema vya kwake ni vyake. Alivileta katika miguu ya mitume na vikafanywa kuwa mali ya shirika, vikagawanywa kwa watakatifu, na kila aliyemhitaji akapokea baraka za Bwana kupitia watumishi wa Mungu walioko kanisani. Biblia inasema kwa mapenzi hayo na kwa roho hii ya kujitoa, Biblia inasema kanisa likaanza kuongezeka, si kwa namba ya kujumlisha, bali ni kwa namba ya kuzidisha. Walikuwa 5 wanakuwa 25, walikuwa 10 wanakuwa 100. Na Biblia inasema akasimama mhubiri wa kwanza kulihubiria neno la uzima katika kanisa hili. Kwa msomi sana, wala hakuwa na degree ya theology kama tulivyo nayo siku hizi wachungaji wengi. Yeye alikuwa amenyooka kwenye hoja, akasimama na ujumbe aliozungumza na kanisa la Mungu aliye hai. Akasema huyu Yesu tunazungumza habari zake alikuwa amekufa na sasa amefufuka tena, yuko mkono wa kuume wa Baba, na kutoka huko atarudi tena. Narudia, mshiriki anielewe jioni leo. Mhubiri ana maneno machache ya ujumbe wake. Alikufa, amefufuka, yuko mkono wa kuume wa Baba, atakuja tena. Kuna kama mtu akajalielewa, narudia ili kaamuke usingizi. Angalia mhubiri aliopanga ujumbe wake. Alikufa, amefufuka, yuko mkono wa kuume wa Baba, hatakaa huko milele, atakuja kwa marafiki zake tena. Ni kama mtu mmoja anataka kuelewa, narudia, alikufa, na kwa sababu hafungwi na mauti akafufuka, na alipofufuka akarejea kwenye mamlaka ya Baba yake, mkono wake wa kuume. Hata nyamaza, atakuja kuwachukua waliobaki. Atarudi tena, atarudi tena. Na Biblia inasema waliosikia wakaguswa mioyo, wakatoa maisha yao kwa Yesu Kristo. Roho zaidi ya 3,000 kwa hubiri moja. Alikufa, amefufuka, yuko mkono wa kuume wa Baba. Hii will come again, atakuja tena. Ndio maana tuna ujasiri kuzungumza habari zake. Ndio maana tuna ujasiri kuwatia moyo, maana habari hizi ni hakika na za kweli. Atakuja tena. Atakuja tena. Na Biblia inasema wakati mhubiri akihubiri, kanisa likakuwa kwa spidi ya supersonic speed, likaipindua dunia chini juu. Watu wakajitoa mali zao, wakatoa maisha yao, wakatoa vipawa. Wenye kuimba wakaimba, wenye kushuhudia wakashuhudia,
wakavutwa kumwamini Yesu Kristo. Kanisa likatoa tofauti zake. Biblia ya Kiingereza inasema wakawa with one accord, wakawa na nia moja na shauku moja. Ninazungumza jioni ya leo, watakatifu wa Bwana, niwaambie moja ya sababu inayolitesa hili kanisa ni tofauti zilizojaa ndani ya kanisa. Matabaka, makundi, zinatesa sana kanisa, zinaumiza utume wa Mungu. Haya, machungu, chuki, migogoro isiyo na kichwa wala mkia, shida na matatizo vimejaa kanisa. Yale watu wako kanisani hawawezi kusalimiana tena, hawawezi kutembeleana tena, na hawawezi kukaa pamoja tena. Si washiriki na mshiriki, si mzee wa kanisa na mzee wa kanisa, si kwaya na kwaya. Tofauti, migogoro, chuki. Wanabeba mizigo huku ndani ya kanisa. Mtu anabeba mzigo, yani anaweza kukuprinti akakuskadi ukawa adui wake, hujafanya lolote baya, na wakati mwingine uko kwenye very act ya utumishi wa Mungu, hapo mtu from nowhere anakuchukia sana. Kazi ya Mungu imeharibika kwa sababu ya matofauti yasiyokuwa na kichwa wala mkia. Ninamshukuru Mungu sio hapa iliko. Ninamshukuru Mungu sio hapa iliko. Amina. Lakini kama kuna matofauti yasiyokuwa na maana yoyote, harakati tu za kutaka mavitu ambayo hayana faida yoyote, tunayaani kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndoa tofauti, ndoa tofauti. Narudia, ndoa tofauti hizo. Amina. Kama wewe karama yako ni ya kushuhudia, kashuhudie. Kama una karama ya kuimba, imba. Sasa una karama ya kuimba, unaona mwenzako anaimba, unanuna. Ndoa tofauti. Tunatofautiana. Kuna mtu ana karama ya kukaribisha mtu, yani akikukaribisha anakukaribisha hata ulikuwa hauna mpango wa kukaa, unakaa. Na hawa ndio wanatakiwa kuwa mabawabu. Sasa sio mambo kanisani, uso wa machungwa. Asukipeleka hapo mlangoni hapo, sura ya maimao. Mtu ana maneno mafupi tu, yani ana maneno mafupi kama watumishi wa Central Police. Huyu huwezi kumweka kwenye bawa, huyu peleka kwenye karama yake. Haleluya. Tafutia kazi hata ya kuongoza msafara wa wageni unapotokea kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja na karama yake. Kila mmoja na karama yake. Kanisa hili likaondoa tofauti na likakuwa na kuongezeka, na Biblia inasema lilipokuwa katika level ya mafanikio, ndipo tuliposoma inasema panapo majira
yale. Wakati unafariki, mambo yamekuwa mazuri, na hata kitu kimekuwa nikarudia sana. Nataka niwaambie watakatifu wa Bwana, kama haupigi hatua za kusonga mbele, shetani hana biashara na wewe. Maana hata shetani hayuko radhi na watu wazembe. Shetani anatafuta watu special, watu wenye vipawa, watu wanaochapa kazi. Kanisa lilipokuwa busy, Biblia inasema Herode akanyosha mikono kuwatesa baadhi ya watu wa kanisa. Halafu yuko strategic, akamkamata ndugu wa damu wa Yohana, miongoni mwa saiko ya wanafunzi wa karibu wa Yesu Kristo, ambao walikuwa ni watatu: Petro, Yakobo na Yohana. Akamkamata Yakobo. Wachambuzi wa Biblia wanasema alikuwa na kipawa cha kupanga kazi ya Mungu. Huyu alikuwa ni church planter. Yeye ana qualify kuwa miongoni mwa watu walioaminiwa kuweka mipango ya kusonga mbele kwa maendeleo ya kanisa. Akamkamata. Mungu naye kuna wakati fulani ananyamaza. Akakamatwa, akakatwa kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Herode akakata kichwa chake. Yeye mtu ambaye ni front line, mtu ambaye ni msaada na chachu ya maendeleo ya kanisa, inasema shetani akakata kichwa chake. Na yuko very strict, yuko very tricky. Anajua ili kanisa lisisonge mbele, lazima adili na watu ambao ni potential, watu wenye mchango mkubwa kanisani, watu ambao watalisaidia kanisa kuactivate, kusonga mbele kwa kazi ya utume. Akakamata, akakata kichwa. Biblia inasema akaungwa mkono na Wayahudi. Sasa naomba hapo, kwa sababu ya muda sitaki kuzama sana, ninachotaka niwaambie tu ya kwamba Herode huyu, historia yake ilimfanya asikubalike kwa Wayahudi, maana alikuwa amechanganya damu kati ya Wayahudi na Warumi, na Wayahudi hawakumpenda mtu aliyechanganya damu kama wasiowapenda wa Samaria. Kwa hiyo hawakumpenda, lakini kwa tendo la kumkamata kiongozi wa vuguvugu hili la Yesu Kristo, la wanafunzi wa Yesu Kristo, Biblia inasema Masadukayo, Mafarisayo, Wayahudi hawa wakamuunga mkono Herode, wakampongeza. Well done. Herode aliposifiwa, Biblia inasema akaongeza dozi, akamkamata na msemaji wa kanisa Petro. Angalia alivyo very tricky. Anajua kabisa ukitaka kulisambaza kanisa, piga walioko mstari wa mbele. Ukitaka kulisambaza kanisa la Iringo, tandika waimbaji wa kwaya. Sambaza waimbaji wa kwaya. Vuruga kwaya. Tawanya waimbaji. Wagombane wenyewe, watukanane wenyewe, na kanisa katapoteza mwelekeo, katapoa. Ukitaka kuliangamiza kanisa, piga wazee wa kanisa. Wasiwe na umoja, wasisikilizane, wasisimame pamoja. Badala ya kujadili ajenda za utume, wabakize kujadili migogoro. Anajua shetani is very tricky. Anajua kwa ukitaka kulivunja kanisa,
akaua wa kwanza, akamkamata na msemaji wa kanisa. Nilipokuwa najifunza nikagundua Herode is very clever, kiasi kwamba anajua ili washiriki wasije kanisani, kata kichwa mzee wa kanisa. Yesu asifiwe. Akafaulu, akamkamata na Petro. Na Biblia inasema siku hizo zilikuwa ni siku za mikate isiyotiwa chachu. Herode akajifanya kuwa ni mtu wa kiroho, ni kama anatunza sikukuu za Wayahudi, maana wakati wa sikukuu ya mikate isiyochachwa haikutakiwa kumwaga damu. Akajizuia, akisubiria sherehe kwa muda wa siku 7 iliyoamrishwa iweze kuisha, akate kichwa cha Petro. Narudia, he is very clever, anaki. Lakini nataka niwaambie jioni leo, alikuwa hajachanga vizuri karata zake. Maana hili kanisa sio la mzee wa kanisa. Hili kanisa sio la mchungaji. Hili kanisa sio la kwaya. Hili kanisa ni la mwenyewe. Anaitwa Yesu Kristo. Kwa hiyo mimi na wewe ni wa thamani sana katika hili kanisa, lakini si wa muhimu kuliko wengine ndani ya hili kanisa. Na ukitaka kudhibitisha hiyo, jichanganye jioni ya leo, uone kama hili kanisa halitaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Narudia, wewe ni wa thamani. Amina. Una mchango kwenye hili kanisa. Amina. Lakini sio wa muhimu sana kuliko wote walioko kwenye hili kanisa. Na ukitaka uhakiki hilo, jichanganye usiku wa leo. Hafuone kama kanisa halitaendelea mbele. Narudia, kuna mtu anaelewa vizuri, wanakwaya ninyi ni wa thamani. Lakini kwa kweli si wa muhimu sana kuliko waimbaji wengine. Na ukitaka kudhibitisha hiyo, kataka usiku wake, halafu kati rufaa uje uchungulie huku wale uliowaacha kwenye kwaya. Ustaajabu kugundua ya kwamba wanakwenda kurekodi video ya therapy. Kuna mtu hajaelewa. Jamani, narudia, wote ni wa thamani. Lakini kushindwa kulisapoti hili kanisa, ukafika mahali ukasema sitoi zaka, sitoi sadaka zangu, sitoi michango yangu, na ukadhani kwa sababu ya kutokutoa kanisa hili haitasonga mbele. Nataka nikwambie, jioni leo, alafu jichanganye katika. Alafu baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, uje hapo kutembelee. Utastaajabu kugundua ya kwamba tayari tunaingia kuliweka wakfu, tumeshamaliza kujenga facilities zote zilizoko ndani ya hili kanisa. Amen. Ninachomaanisha kwamba hili kanisa litaendelea hata kama hautakuwa. Hili kanisa litasonga mbele hata kama hautaimba. Hii kwaya itaendelea kuimba
Mungu atuibue sisi tulioko kwenye mabenchi ambao tumekaa huko ni kwa kukosa fursa tu, tunapasha hapa. Ujichanganye hapo katikati. Bwana ahamishe kipawa, ajaze upande wetu, tutoke na sauti ya uimbaji. Utashangaa tunavyogonga. Jichanganye. Ungeukia jirani yako mwambie jichanganye. Mwambie mzee jichanganye ufikiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu kwenye kwaya unakuta kwa sababu ana karama ya sauti ya kwanza, namwambia kategemewa hapa, tukitaka kama tunyanyasa. Yaani mpaka tukabembeleze, tufunge na kuomba kwa ajili yake yenyewe. Yaani tunaenda tunaanguka na magotini kukaambia umuhimu wa mkutano tunaoenda. Hapo ndio kanaanza kutuorozeshea masababu sasa. Unajua hali yangu ni mbaya sana. Unajua hata hivyo nimepanga kwenda kusaidia wazee. Unajua hata hivyo nilikuwa sina hela. Unajua hata hivyo kazini kwako, sikiza nikwambie jioni ya leo, tunakuombea mema. Mesa tu and die. Nisibidi. Uone. Kama Bwana hatainua sauti ya kwanza nyingine. Nataka tu kukukumbusha ya kwamba hii ngoma ina mwenyewe. Na mwenyewe ana uzoefu wa kuisafirisha hii ngoma. Mimi mjanielewa, sikiliza nikwambie, walimkamata na yeye. Wakamkamata siku ya Ijumaa, wakamweka msalabani wakijua ya kwamba watakata kichwa chake. Jumamosi akalala katika usingizi wa mauti. Siku ya kwanza ya juma akasimama kurejesha kaburi kwa wafao, akawa hai, atakuja tena. Mesa mwenekana kutia moyo tu. Yaani usitutishe sana, usitutishe. Yaani naendelea kukumbusha kwamba eti pasipokuwa wewe wazee wa kanisa hawawezi kusonga mbele, kwa sababu unajua sana ofisi. Tunakuombea mema. Jichanganye katika kamba. Uone Bwana anavyoinua vijana kuwa wazee wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani leo nimekuja kuwakumbusha. Na kwa sababu hiyo ninaomba nitoe wito, tumia vizuri fursa ya utumishi uliopewa. Akamkamata. Tamani tu hapa nimalizia, sitakwenda mpaka mwisho kuweka kaburi kangu na kumalizia tu hapa katikati. Akamweka gerezani na akaweka na ulinzi. Akaenda akamweka gerezani. Naomba hapo usikilize vizuri. Biblia inasema akamweka kwenye uangalizi wa vikosi vinne vya askari wanne. Naomba hapa nikufanyie hesabu. Ulijifanya kuikwepa hesabu shule za msingi. Ninasikitika kukutangazia ya kwamba hata kwenye Biblia bado hesabu zipo. Amina. Akamweka kwenye vikosi vinne vya askari wanne. Kuna mtu hajaelewa? Wayahudi walimgawa usiku kwenye zamu 4. Ndio hii inayoitwa vikosi vinne. Vimulinde kwa zamu 4. Waliweka usiku kwa zamu 4. Zamu ya kwanza masaa 3. Zamu ya pili masaa 3 mengine. Zamu ya tatu masaa 3 mengine. Na zamu ya 4 masaa 3 yanayofuata. Kwa hiyo ingine kutoka saa 1 mpaka saa 3 ya usiku. Zamu ya kwanza saa 3 ya usiku, saa 6 zamu ya pili, saa 6 usiku, saa 9 zamu ya tatu, na saa 9 usiku, saa 12 zamu ya 4. Ukisoma kwenye Biblia inasema Yesu akaja akitembea juu ya maji zamu ya 4 ya usiku. Kwa hiyo ukijua hiyo formula utajua huenda ni
Kwa hiyo akamweka askari, wanakuja wanne, wanalinda lango, na hao wanne wakija wanagawanyika. Wawili wanaingia kule selo gizani, mmoja anafungwa mnyororo na mkono wa kulia wa Petro, na mwingine anafungwa mnyororo na mkono wa kushoto wa Petro. Wanafungwa ndani ya gereza, na wawili wanasimama mlangoni kuimarisha ulinzi. Sasa swali langu la msingi ni kwamba ukijumlisha ndugu zangu nne kwa vikosi vinne sawasawa na askari 16 wanamlinda usiku mungapi? Moja pekee. Sasa swali la msingi, kwa nini kutumia nguvu nyingi kiasi hiki kwa mtu ambaye hata mgambo hajawahi kukimbia, mvuvi wa samaki? Kina Mafuru, kina Jaji, kina Mukama, watu wa huko majini huko, unamwekea ulinzi mkubwa wa kiasi hiki. Kwa nini kutumia ulinzi mkubwa wa kiasi hiki? Jibu ni jepesi tu kwamba halikuwa mara ya kwanza kwa Petro kuingia gerezani. Ana kawaida ya kuingia, wanafunga makufuli vizuri na ulinzi wanaweka. Wakija asubuhi kumtafuta, wanamkuta hayupo, yuko mtaani, na wimbo wake alikufa, amefufuka, na sasa yuko mkono wa kuume wa Baba. Sasa Herode akagundua kwamba kwa kuwa ana kawaida ya kuingia, alafu out of nowhere anapotea kwenye mazingira ya kutatanisha, demo hii ataingia, akitikisika na askari wanatikisika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jioni leo ninagundua watakatifu wa Bwana katika maisha haya wamtumikiao Bwana ni kama mlima wa Sayuni. Haleluya. Hawatatikisika milele. Nataka nikutie moyo, hakuna gereza wala giza wala umbali ambao Mungu akiamua kukuijia hata kufikia. Naomba niseme kwa upole, hakuna gereza wala minyororo wala matatizo wala huzuni wala umaskini wala shida. Hakuna ugonjwa, hakuna umaskini, haupo watakatifu wa Bwana. Kwa hiyo maisha haya nataka niwaambie watumishi wa Mungu aliye hai, hakuna gereza lolote litakao mzuia rafiki yetu Yesu Kristo kukuijia. Amina. Akiamua kukuijia. Amina. Narudia, mtu anielewe, shetani anaweza kututenga mbali na mikono na macho ya wanadamu wenzetu, lakini hata tuweka mbali na macho ya Yesu Kristo. Wakati ukifika, he will come and pick you there. Atakuijia. Atakuijia. Naomba niwaambie, atakuijia. Hayo matatizo ulio nayo haujaumbiwa, ni ajenda ya muda peke yake. Atakuijia. Ninachotaka kuambia watakatifu wa Bwana ninapotoa wito jioni leo, iko siri ya kumwalika Bwana kutuijia. Washirika wanataka kunielewa jioni leo, nasema iko siri ya kumwalika mzee wa siku kututembelea katika magereza tuliyopo. Na siri hiyo inaandikwa katika fungu la 5. Biblia inasema alipokuwa gerezani, nalo kanisa
likamwomba Mungu kwa juhudi. Kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi. Jamani, kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi. Na naomba jioni leo niwaambie watakatifu wa Bwana, hakuna mlima utakaosimama mbele ya maombi katika maisha haya. Hakuna shida itakayoshinda maombi katika maisha haya. Ajenda ni kwamba nenda miguuni pa Yesu Kristo. Shida zinaposonga, nenda miguuni pake. Nenda miguuni pake. Dada yangu, mambo yamekuchanganya, acha kutangaza kwa watu. Na wengine wanaakili mbaya siku hizi. Matatizo yanamsonga, anaweka status. Yaani sisi tukisoma status yako tunajua tuna matatizo. Maana umeandika hata hili baba litaisha. Nitaushinda mtihani huu. Sio mnaandika kwenye status. Unamtangazia nani? Unamtangazia nani? Unamtangazia nani? Wewe ni single mama, unaandika hapo, Bwana atanikumbuka na mimi hatimaye. Unamtangazia nani? Wewe tunajua ni fighter, wewe unaweza kama unaweza kulea mtoto, umefight na maisha yako. Sikiza nikwambie, endelea kufight. Piga fight yako kimya kimya. Unamtangazia nani? September to remember. Mwezi huu ulikuwa ni mgumu mno. Mwezi mpya unakuja mbele. Sikiza nikwambie. Mwambie Yesu Kristo. Amina. Mwambie Yesu Kristo. Amina. Amen. Una mgogoro wa ndoa, mwambie Yesu Kristo. Mama, umeolewa na Jakicheni, sikiza nikwambie, hayo ni mapenzi ya Mungu, ni la kwako. Kura makonde, kura mateke, kura majengo mama. Sikiza nikwambie, hakimbii mji mtu, twende kwa magoti. Amina. Kwanza linaweza kuwa ni uamsho kwanza kwenye maisha yako. Kwa sababu kudundwa kukosokoso makofi, umeamua kujiunga kwenye timu ya maombi ya kina mama kanisani. Linakusaidia kukuza misuli ya kiroho. Songa mbele, acha kwenda kwenye ustawi wa jamii. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi. Na Biblia inasema siku ya mwisho Bwana akasikia maombi. Nimewaita leo katika jicho hili la utume. Natamani kualika kwenda katika maombi. Hatuwezi kushinda vita hii isipokuwa kwa njia ya kuomba. Hatuwezi. Tunaposimama kwa ajili ya wimbo na hatimaye kwenda kwa maombi, tukikaribisha masaa ya matakatifu ya Sabato na kutia moyo, Bwana atatuma malaika wake. Atatuma malaika wake. Petro akiwa gerezani, Bwana akatuma malaika. Akaja kumwamsha katikati ya nyara na umateka wa mwovu Ibilisi. Akasimama. Nimekatisha hubiri langu ili niwapatie nafasi ya kutafakari kwa wimbo, baadaye ombi, ili twende kupumzika. Kesho asubuhi tutakuwa hapa.
Praise it. Miguuni pake Yesu. Tusimame wote tunapokwenda. Miguuni pake. Tazame kwa
Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe tena. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari usiku na mchana. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao wa matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Tutafumba macho kuomba kimoyomoyo. Tutaomba Mungu asimame pamoja nasi katika majeraha yote, magereza yote, maumivu yote, machozi yote, huzuni zote, na majaribio yote ya kiuchumi tuliyoyafanya. Tunaona ya kwamba Mungu amekuwa pamoja nasi hata hivyo katikati ya maumivu hayo makali. Jioni hii tumuite tena, atazame matendo yetu na uzoefu wetu tunaopitia. Kwa hiyo zungumza naye kimya katika maombi yako binafsi. Mekaa na Mwokozi aliye haja yetu. Mwambie jambo, kuna kitu natamani kumwachilia, mwambie. Mwambie, usimfiche, zungumza naye kutoka moyoni, na uamini ya kwamba amesikia na atatenda. Tunapoendelea kuomba katikati ya maombi yetu haya ya binafsi moyo, nitaomba tena wazee wa kanisa wanapohitimisha maombi yao ya moyo, watapita kuelekea katika sanduku la maombi. Tulisogelea sanduku, mikono yao ni mikono ya Mungu. Watamweleza Mungu juu ya uzoefu wa maombi ya watoto wake yaliyowekwa katika sanduku. Baba yetu na mfalme wetu, tena jioni ya leo ruhusu tuseme asante kwa kuwa umekaa pamoja nasi, na sisi tunakuja miguuni pako. Asante tena kwa ajili ya wiki nzima. Asante kwamba ulitupeleka huko na kule. Asante kwamba tunaona uwema wako katika juma hili. Si tu ulitupa chakula mezani, lakini Baba ulitupa na ulinzi wako. Na hata tulipokuwa katika mabarabara, mahali ambapo palihatarisha maisha yetu,
wewe ulituma malaika wako. Asante Baba kwamba katikati ya magereza yetu tunayopitia maishani mwetu, wewe utatuma malaika wako. Na kwa kuwa juma hili tumekuwa tukizungumza juu ya uchumi na namna ya uchumi unavyotengeneza mahusiano na wewe. Wengi tuko kwenye magereza ya uchumi. Wataalamu wa uchumi wanasema we are not financially free. Hatuna uhuru wa kiuchumi. Hiki kitu kinachoitwa financial freedom hakipo katikati yetu. Ni watumwa. Tunaishi kwenye hand to mouth. Kupata, tupeleke mezani, tupeleke mdomoni. Na sisi Baba, tukiri mbele yako, hukutuumbia hivyo. Sasa naomba utuumbe upya. Kama kuna mahala tumekosea kwa sababu ya kutokuwa waaminifu, ndio maana jicho lako la baraka halituoni, kwa sababu ya wizi wa zaka, wizi wa sadaka, unyimifu kufadhili kazi yako. Jioni ya leo Baba, tunaomba utusamehe. Tusaidie tufanye matengenezo, ili tunapofanya kazi zetu za mikono, tukipanda mbegu, mtaji baada ya mtaji, eneo baada ya eneo, wewe uliye mtakatifu semaye humpa mtu mbegu na kuzizidisha, utuzidishie. Tupe mbegu Baba, tupe mitaji ya faida, tupe mitaji Baba, na ukisha kufanya hivyo zizidishe, zikazae 100, 130, 160 katika maisha yetu. Tukategemeze kazi yako utume. Kanisa lako kwa mara conference likainuliwe tena. Kanisa hili ambalo limesifika kote kwa umri, kwa uzoefu, kwa washiriki, kwa kujitoa, likasimame tena na kufufuka kwa mara nyingine. Lipeleke kwenye vilele vya mafanikio. Na linaanza na mtaa na kanisa hili la Ilingo hapa Msoma. Fungua uso wako ukaubariki watumishi wako. Ukishatenda hivyo, naomba uwapatie furaha na amani, kwamba baraka zitakapokuja zisigeuke kuwa mateso, badala yake waziishi baraka zako. Ninaomba kwa ajili ya washiriki wote jioni ya leo, tupe misuli ya kiroho. Mambo yanapochangamuka kwenda kushoto na kulia, tushushe chini kwa maombi na kwa utukufu wa jina lako. Natamka baraka jioni ya leo mbele ya watoto wako, sawa sawa na neno lako katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia fungu la kwanza na kuendelea, kwamba na baraka hizi zitakuijia na kukupata ikiwa utasimama kwenye njia ya Bwana. Bwana awabariki na kuwazidishia, awangazie uso wake na kuwafadhili, awabariki mwingiapo, awabariki mtokapo, awabariki usiku, awabariki mchana. Mbarikiwe mjini, mbarikiwe mashambani, kwamba mtakuwa juu na wala sio chini, kwamba mtakopesha wala sio kukopa.
Tena Baba, utakuwa kichwa wala si mkia. Hebu watumishi wa Bwana na mzipokea ahadi hizi kwa imani katika mioyo yenu, ndiposa jina lake litainuliwa katikati ya maisha yenu. Asante kwa sababu ya kingo ya masaa ya matakatifu ya Sabato. Neema yako itutoshe. Tunaomba tukiamini umesikia kupitia maombi ya wazee wa kanisa kwa sanduku la maombi iliyoletwa mahali hapa. Jibu maombi ya watoto wako kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina. Bwana wabariki sana.